ametulinda mpaka tukafika siku ya leo. Leo tunaenda kuangalia neno kidogo. My topic inasema whom are you serving? Unatumikia nani? Je, unatumikia nani? Mara mingi tunapokuja kanisani, nikiuliza mtu swali personally, tu niulize Elda Odongo, unatumikia nani? Mungu wa mbinguni. Unatumikia Mungu, si ndio? Yes. Kenye iko ni kila mtu atasema anatumikia Mungu. So leo tunataka kupata hii kusema tunatumikia Mungu ni ukweli ama ni kusema tu. Tunaweza kuwa niko hapa kila Sabato, kila wiki, kila wakati nikisema natumikia Mungu, kumbe si Mungu. Si ni ukweli? Yes, si ati tukisema tunatumikia Mungu iko tu hivyo, no. Our key text is from the book of Matthew 6:24. Mtu anaweza kusomea ama kama anaweza kusoma. Yes, Matthew 6:24. Biblia inasema, yes, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Yes. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atasikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Yes, from that verse, kila mtu kama kuna Biblia yako unaweza isoma vizuri. Unaweza isoma kwa lugha yako, kwa lugha yenye unaelewa. But kenye wamesema hapo, hakuna mtu mwenye anaweza tumikia bwana wawili. Sivyo ndio wamesema? Juu kama uko na bwana wawili, wamesema hapo kuna mwingine utapenda zaidi ya mwingine. Inamaanisha utawapenda the same, si ndio? Same to our God. Hakuna venye unaweza sema unakuja hapa kila siku sisi wote ni Adventist, tunapenda Mungu na tunasema sisi wote tunatumikia Mungu, but kuna miungu mingine ama kuna kitu mahali yenye unatumikia. Unajua tukikuja hapa sisi wote tunasema same word. Mtu akiniuliza pale Karo, kanisa nini wewe unaenda unatumikia nani? Nasema ni Mungu. Na mjui usiku naendanga kwa mganga, si ndio? Hamjui kuna time naendanga pale pengine. Si kuna watu wanaenda. Lakini tukifika pale tunasema tunatumikia nani? Mungu. So Mungu anasema hakuna venye tunaweza tumikia watu wangapi? Wawili. It is either you choose one. It is you to choose. Kukuja hapa kusema ati mimi natumikia Mungu, hiyo ni sawa, yes. But Mungu anataka tuchague ni nani tunamtumikia. Kama ni Mungu, awe ni Mungu. Kama uko na miungu wako, by the way, mara mingi tunajifanya, hata mimi ni mmoja wao. Sana sisi wa Adventist tunajifanya tuko very special kwa others. Yaani sisi tunajua neno, tumekuwa wasafi, naona. Lakini je, swali tu ni je, unatumikia nani? Juu kila siku ukikuja hapa watu majirani zako wakikuona, marafiki zako, pale unafanya kazi, wanajua ati wewe unatumikia nani? Mungu. Sasa shida moja yenye tuko nayo ni moja. Our God is a jealous God. Si ni ukweli? Yes. So unapotoka hapa, unakuja hapa every time unasema ati mimi natumikia Mungu, ilhali unatoka hapa unaenda kwa miungu mwingine na unajifanya unatumikia nani? Mungu anasema uwezi tumikia bwana wangapi? Wawili. So kwenye tunakuja kanisa kila siku ni wewe tu mwenyewe venye unakuja hapa. By the way, itakuwa uchungu kama kila siku unakuja hapa naambia watu mimi natumikia Mungu wa mbinguni, Mungu wa ukweli. Nikitoka hapa najua Mungu wa ukweli nilimuomba kitu lakini hajanipea. So naenda mahali. Juu najua Mungu amechelewa sana na Mungu alisaidia brother Victor akapata yake haraka. Unajua sijui Mungu wa Victor, si ndio? Lakini tukikutana hapa sisi wote ni wa Mungu. Yes, but mimi nitakaa niseme this is my God. Ni kama yake inakuja polepole. Wacha niende niangalie miungu mwingine. Sasa hii this verse Matthew 6:24 tukisoma vizuri, amesema vizuri, hakuna venye unaweza serve two masters. So tukikuja kanisani, kuna watu wanakuja kanisani like mtu nimekuwa nikikuja kanisa, maybe wamenipea kacheo. Naweza sema kuna wakati nilikuwa church nyingine mahali yenye mtu asipochaguliwa Elda Dizia, next year anakuja kanisani mara moja. Wangapi wameona watu kama hao?
once na alikuwa elder last year. Sasa dizija hii hajakuwa anakuja kanisa mara moja juu ile title ya elder fulani nini haiko. Sasa huyo mtu alikuwa anatumikia Mungu. Hapo anatumikia Mungu. Tuko hapa wengi na si ati tunatumikia Mungu. Maybe mimi nakuja hapa juu nilipewa title fulani yenye nikitembea pale nje mtu akikutana na yeye anasema unaona ule director fulani, huyu ni elder fulani, huyu ni huyu. Na Biblia imesema vizuri we can't serve two masters. From there tunaenda kusoma the next book is from the book of Philippians. Sorry, tusome Galatians first. Galatians 5:17. Mwenye amepata anaweza nisomea. Napenda kusoma lugha yangu sana. Yes. 5:17. Yes. Galatians 5:17. Yes. It says, "For the flesh desires what is contrary to the spirit. The spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want." Okay, hiyo imesoma vizuri. Napenda lugha yangu inanisolea vizuri. Let me just read mine. Anasema hivi. Ilikuwa Galatians 15:17. Bible says, "Nikech gombo mar ngima dhano, kendo gi dwaro mar roho, kendo dwaro mar roho, kendo gi gombo mar ngima dhano, gik moko ariyogo monre, omiyo ok ginyal timo gik mudwaro timo." Hizi vitu mbili, si kuna hii tamaa yetu ya kawaida. Na tuko na ile kenye roho inataka tufanye nini? Tufanye. So, tunapopata hizi vitu mbili, lazima tuangalie roho inataka nifanye nini. Na mimi kibinafsi kama Karo, inafaa nifanye aje. So, hizi vitu mbili haziendani. Yenye mwili wangu, the body inataka, na yenye roho inataka, haziwezi kuwa sawa, si ndio? Juu roho inataka maybe nifanye vitu zenye ziko straight. Si ati nikitoka hapa nimepiga kona hivi nimeenda pale. Na mimi pia kibinadamu nataka nifanye hizo za kando kando. Sasa hapo wamesema vizuri, hizi vitu mbili hakuna siku zenye zinafanya nini? Zinaendana, hiyo haziwezi endana. Kila mmoja itaenda huku mwingine iende hivi. So sisi kama Wakristo lazima tu tuangalie ni njia gani inafaa nifuate mimi kama Mkristo. Nimekuwa nikikuja kanisani maybe from utotoni, I've been here doing everything. Imagine unafanya hizo vitu zote lakini Mungu akikuja maybe hata saa hii anapata vitu. Mimi nilikuwa nafuata tu vitu zenye zinanifurahisha, si vitu zenye zinafurahisha the Holy Spirit. So inafaa tukikuja kanisani tuangalie sisi ni wanadamu, viumbe dhaifu, bila roho hatuwezi. That's why Yesu alituachia roho ituongoze. Tutasoma kitabu kingine from the book of Galatians 5:13 alafu unaruka 26. 13 says, Yes. "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." 13 kwanza. Umemaliza 13? In 13. Okay, wachana nayo kwanza. Rudia hiyo tu 13 kwanza. Galatians 5:13. Yes. "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." Yes, see, tuko free. Tuko free because Jesus died for us. Si ndio? Yesu alitufia sisi wote. That's why kila mtu ako free. But wamesema hiyo kukua free inafaa tufanye nayo nini? Serve one another. Serve one another na with love. Si ati unakuja kanisani, unajua mara mingi my question inakuanga like watu wanakuja kanisani. Mimi na huyu atuelewane tuongee. And tunasema tunaenda mbinguni. Swali.
Imagine umefika mbinguni na ule utaki umsalimie ndio umepata wa kwanza. Unarudi ama utaenda? Hiyo ni swali unajiulize tu. Najua kila mtu ako na enemy like me. Maybe si niko na mtu mahali yenye atusalimiani, lakini si tuko hapa wote. Sasa wewe umpendi, maybe umtaki, and you are fighting to go to heaven. Swali hebu jiulize tu, na umefika pale kwa mlango na unajua wewe ulikuwa unajua ati fulani ni mbaya yenye hata hii mbinguni yenye tunaenda fanya nini haendi, lakini ukifika pale unamkuta, utafanya nini as a Christian? Imagine tu umempata. Kwanza sema weka tu ule mtu mwenye unamchukia zaidi, ndio umepata wa kwanza mbinguni. What will you do? Utaambia Mungu wako sasa siingii ni fulani ni mbaya ama mimi ndio nilikuwa mzuri? Hiyo ni swali yenye ujiulize na mimi pia nijiulize. Mimi hata kama mtu ako na udhaifu fulani, hakuna mtu mwenye ako perfect. Even the leaders, mtu mwenye maybe amewekwa mahali, maybe ako leader in church, kila mtu ako na udhaifu fulani. But tumekuja hapa kanisani hali kila mtu, nikianguka, nikiteleza, unishike. Nikianguka pale usiniache tu ati Karo amekuwa akifanya hii dhambi siku mingi sana, wacha tu yeye akufe pale. No, inafaa tukienda mbinguni tuende wote. Si Yesu alikufia watu wote. Hapo wacha, na kenye inanifurahisha na huyu Yesu. Watu walikuwa like ukisoma story ya Yesu na wanafunzi. Wanafunzi wake walikuwa wanaonanga ati huyu naye ni mbaya, hafai kufuata Yesu. Huyu naye amekuwa mtu mbaya, huyu ameiba, huyu amefanya ushirati, hata haifai kuonekana close to Yesu. Na huyo tu mwenye unaona anafaa kukaa mbali na Yesu, ndio Yesu anafanya nini? Anamtaka. Wewe na hiyo safi yako imagine akutafuti. Yeye kazi yake ni kutafuta wale wachafu. That's why he died for us. Kwa wale wenye wako pale wabaya, wachafu wasifanye nini? Wasipotee, warudi zizini mwake. So tukiwa kanisani, endelea na 26.